Chris na Sarah ni wanachuo mkoani Iringa na walianza kuishi pamoja baada ya kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi. Baada ya kuanza kuishi pamoja, Sarah alipata ujauzito na muda huu alikuwa mwaka wa 3. Na alipomweleza mpenzi wake Chris kuwa ana ujauzito, Chris alimwambia hayupo tayari kuwa baba kwa sasa na kuwa na mtoto, hivyo alimweleza Sarah waitoe hiyo mimba. Sarah alimweleza mpenzi wake Chris hayupo tayari kutoa mimba hiyo kwani ameshatoa mimba nyingi sana. Hata hivyo, Chris alimweleza mpenzi wake kuwa mahusiano yao hayatambuliki kwa wazazi wao, hivyo itakuwa vigumu kwake kueleza wazazi wake kuwa ana msichana na ana mimba yake. Hali hii ilipelekea ugomvi na kutoelewana baina yao, na kwa wakati huo mimba ilikuwa na miezi 6. Pia Chris alimweleza Sarah kama anahitaji kuendelea kukaa pale wanapoishi, ni vizuri akakubali kutoa mimba hiyo, na kama hataki basi aondoke akatafute mahali pa kukaa. Sarah alianza kupata hofu na msongo wa mawazo juu ya maisha yake yatakuwaje, kwani hana sehemu nyingine ya kukaa na hakuwa anahudhuria masomo darasani. Pia atawaeleza nini wazazi wake kuhusu ujauzito huo, na wazazi wanajua alikuja kusoma na hawafahamu mpenzi wake huyo. Hali ambayo ilimfanya aanze kufikiria kukubali kutoa mimba, kwani akiendelea kukaa na mimba hiyo anawaza kuwa na maisha magumu. Baada ya kufikiria hivyo, alimuita mpenzi wake na kumweleza kuwa amekubali ombi la kutoa mimba ili tu mambo yakae vizuri kama mwanzo na kuwe na amani. Chris alimwambia inabidi awasiliane na mtu ili amuunganishe na mtu ambaye anaweza kuwasaidia kutoa mimba. Baada ya siku 3 kupita, walipatiwa dawa za kutoa mimba na mfamasia ambaye ni rafiki wa mpenzi wake. Kisha Sarah alikunywa na baada ya masaa machache alianza kuumwa tumbo na alikuwa na maumivu makali sana. Alimweleza Chris kuwa anaumwa sana, lakini Chris akamweleza kuwa avumilie kwani yataisha, ila cha muhimu tu mimba itoke. Alianza kutokwa na mabonge ya damu kwa kiasi kikubwa na aliendelea kumweleza mpenzi wake kuwa anapitia maumivu makali sana, lakini Chris alisisitiza na kumwambia kuwa mimba ndio inatoka hivyo, kwa hiyo avumilie tu. Baada ya wiki moja alianza kutokwa na harufu mbaya sehemu ya uke na maumivu yaliendelea kuwa makali. Ndipo alipomwomba mpenzi wake ampeleke hospitali akatibiwe, lakini mpenzi wake alikataa, huku akisema kuwa wanaweza kukamatwa, hivyo watafute dawa au mtu baki ambaye anaweza kumsafisha Sarah. Sarah alikataa na kusema yeye ataenda hospitali, na baada ya hapo alimpigia simu mama yake na kumwomba mama wa jirani wanapoishi ampeleke hospitali. Walipofika hospitali, Sarah alikutwa na hali mbaya na alitakiwa asafishwe na kutolewa kizazi kutokana na hali aliyokuwa nayo ili asaidiwe. Pia kuripotiwa kituo cha polisi, dawati la jinsia na watoto kwa taratibu nyingine za kisheria. Maswali ya majadiliano. Je, mahusiano yasiyo rasmi, cohabitation, yanapelekea ukatili wa kijinsia vioni? Na je, ni changamoto zipi zinapelekea wanachuo kuanzisha mahusiano ya mapenzi yasiyo rasmi, yani cohabitation, na kupelekea ukatili wa kijinsia?